Mtazamaji wangu wa Expanse Uongozi Point, karibu tena katika kipindi chetu cha siku ya leo, na tunaendelea na kuelezea mada nzuri sana ambazo zinapatikana kwenye kitabu changu cha 4Js, na tuliweza kutazama kwa kina sana kipindi kilichopita. Nilikuwa nazungumzia sura ya 5. Sura ya 5 ambayo inasema vitu ambavyo vinakufanya wewe kutokuwa bora. Sasa kwenye kutokuwa bora, unaweza kawa ni baba, unaweza kawa ni mama, unaweza kawa ni kiongozi wa kiroho, kiongozi wa kisiasa, kiongozi wa kitaasisi. Sasa vitu ambavyo vinaweza kufanya wewe kutokuwa bora. Sasa nikaelezea kidogo maana ya kutokuwa bora, na nikasema vitu vichache vya namna gani ya wewe kutokuwa bora. Sasa kipindi cha leo ninatamani sana kuzungumza na yeyote yule anayetaka kuwa kiongozi. Kama nilivyosema, unaweza kutaka kuwa kiongozi kwenye taasisi yoyote ile, taasisi ya umma, taasisi binafsi, kwenye eneo la kiroho, kisiasa. Sasa kwa yeyote yule anayetaka kuwa kiongozi, nataka niseme naye siku ya leo. Nikasema mambo 4 yanayofelisha viongozi wengi. Mambo 4. Huenda nisiyataje yote kwa leo kwa sababu yanapatikana kwenye kitabu. Basi nitakuonjesha tu udambu kidogo, anawe utakuja kufuatilia kwa kina kwenye kitabu, ama nikasema kwa ufupi sana. Nikasema kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya kuwa kiongozi na kupata nafasi ya uongozi. Unaweza kuwa na nafasi lakini usiwe kiongozi mzuri. Unaweza kuwa na nafasi ya kuwa kiongozi lakini usiwe kiongozi mzuri. Na tafiti mbalimbali zinaonyesha kwamba viongozi wengi wao wanaishia kulaumiwa, lakini kumbe kuna mazingira ambayo unaweza ukayatengeneza yasikupelekee wewe kulaumiwa, na ukawa ni mtu wa kimkakati zaidi kama kiongozi. Na kitu ambacho unatakiwa ukizingatie sana, haupaswi kuwa kwenye kundi la kuwagawa wale unaowaongoza, bali unatakiwa uwe kiunganishi cha wale unaowaongoza. Na hauwezi ukawa kiunganishi cha wale unaowaongoza kama wewe mwenyewe unashindwa kujisimamia, unashindwa kujitambua, unashindwa kujifahamu, unashindwa kujidhibiti, hata kushindwa kujitolea. Hapa ndipo penye shida inayowapata viongozi wengi. Sasa jambo la kwanza ambalo linapelekea viongozi wengi kufeli, kuna kitu kinaitwa omnipresent syndrome. Omnipresent syndrome hii ni kiongozi kuwepo kila mahali kila wakati. Kiongozi kuwepo kila mahali kila wakati. Kwa maneno mengine, anaamini kuwa hakuna kitu chochote kinaweza kufanikiwa bila yeye kuwepo. Sasa hii ni hatari sana kama kiongozi. Kwenye kitabu nimeelezea kwa kina sana. Lakini hilo ni tatizo. Huwezi kuwa kiongozi ukapatikana kila sehemu. Ndio maana kuna zile channel ya delegation ama kukasimu mamlaka. Achia na wengine wafanye sehemu zao, wapatikane, wewe fuatilia kupata ripoti. Hapo viongozi wengi wamefeli hilo eneo. Kuna kitu kinaitwa delegation of power. Wape watu majukumu, wagawie. Usiamiliki majukumu yote mwenyewe. Kuna changamoto hapa. Kwa nini mtu anakuwa na anataka kufanya kila kitu? Kuna kitu kinaitwa intellectual arrogance, yaani kiburi cha usomi ama kiburi cha maarifa. Unafikiri wewe ni kila kitu, wewe unasema kila kitu. Sasa hilo ni tatizo. Viongozi wengi wa aina hiyo hawajafanikiwa sana, na hii huwapelekea wao kuchoka sana, lakini wanazuia ubunifu kutoka kwa wengine. Hilo ni tatizo. Anawaona wengine kama watu wa chini sana. Kwa hiyo hilo ni eneo la kwanza ambalo linawafelisha viongozi wengi. Omnipresent syndrome. Kutaka kupatikana kila sehemu. Hilo ni tatizo. Kwa hiyo kama una hiyo changamoto, acha mara moja. Lakini
jambo la pili linalopelekea viongozi wengi kufeli linaitwa kushindwa kukuza uwezo wa watu. Kushindwa kukuza uwezo wa watu. Hapa tunasema failure in talent development. Failure in talent development. Wanasema kwamba kiongozi bora ni yule ambaye anaacha alama. Siku akiondoka, haondoki na maono yake, bali ataacha watu ambao wataendeleza yale mazuri aliyokuwa anayafanya. Kama ni ubunifu tena wanaweza wakafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kushindwa kukuza uwezo wa watu ni tatizo pia ambalo linawakuta viongozi wengi. Mtu mmoja aliwahi kusema, good leaders have many followers but great